Kwa nini kuweka akiba kunaonekana ni kugumu sana? Tatizo si kipato kidogo. Mara nyingi ni kushindwa kuahirisha starehe za leo kwa ajili ya usalama wa kesho. Karibu tena kwenye ukweli uliojificha kuhusu fedha. Wiki iliyopita tulijifunza kuwa wakati mwingine tunatumia fedha si kwa sababu tunahitaji vitu, bali kwa sababu tunataka kukubalika. Lakini leo nataka nikuulize swali. Je, umewahi kujiambia, mwezi huu lazima niweke akiba, lakini mwisho wa mwezi hakuna kilichobaki? Kama jibu ni ndio, basi leo huenda ukajiona ndani ya simulizi hii. Juma na Ibrahimu walikuwa wamekaa sehemu ya mapumziko. Ibrahimu alimwambia Juma, Juma, nilianza mwaka nikiwa na mpango mkubwa wa kuweka akiba. Juma akamwambia, sasa uko hatua gani? Ibrahimu alicheka kwa huzuni, kisha akamwambia, mpango bado upo, ila akiba ndiyo haipo. Juma akamwambia, kila mwezi kuna jambo jipya. Ibrahimu akaitikia, ndiyo. Mara harusi, mara birthday, mara simu imeharibika, mara ofa ya kununua vitu mtandaoni, na ikifika mwisho wa mwezi hakuna chochote kilichobaki. Juma akamwambia, unajua hata mimi nilikuwa hivyo, lakini baada ya mazungumzo yangu mimi na Joyce wiki iliyopita, nilianza kuandika kila matumizi yangu. Nilishtuka. Sikupoteza fedha kwa matumizi makubwa. Nilikuwa napoteza fedha kwa matumizi madogo madogo ya kila siku. Hebu fikiria, ukipoteza shilingi 5,000 kila siku kwa jambo ambalo hukulipanga, baada ya mwezi ni kiasi gani? Na baada ya mwaka ni kiasi gani? Wakati mwingine tatizo haliji kwa kishindo, huja taratibu. Siku chache baadaye, Juma alienda tena benki. Alienda kukutana na Joyce. Juma alimwambia Joyce, nimegundua kitu. Nilikuwa nasema siwezi kuweka akiba kwa sababu ya mshahara hautoshi, lakini sasa naona nilikuwa sina mpango. Joyce akamwambia, hilo ndilo lilikuwa kosa ambalo watu wengi kulifanya. Wanangoja kubaki na fedha ndipo waweke akiba. Lakini ukweli ni huu, akiba si kile kinachobaki baada ya matumizi. Matumizi ndiyo yanapaswa kubaki baada ya akiba. Juma alikaa kimya akitafakari maneno yale ya Joyce. Ukweli uliojificha ni huu. Kuna tofauti kubwa kati ya mtu anayesema nitahifadhi kitakachobaki na ambaye anasema nitahifadhi kwanza alafu nitapanga kilichobaki. Lakini baada ya miaka 5 yanajenga maisha mawili tofauti kabisa. Ukweli ni huu. Leo kutumia fedha ni rahisi kuliko kuzihifadhi. Unapokea ujumbe wa matangazo kila siku. Maduka mtandaoni yanakufuata. Malipo ya kidijitali yanachukua sekunde chache. Dunia imekuwa bora katika kukushawishi utumie fedha, lakini hakuna program inayoweza kukulazimisha kuwa na nidhamu. Hilo ni jukumu lako. Hidden Gold Challenge. Wiki hii jaribu kufanya jambo moja tu. Siku ambayo unapokea kipato chako, hifadhi hata 1% ndogo kabla hujafanya matumizi mengine. Usisubiri kubaki na fedha. Anza na kiasi unachoweza kukimudu. Muhimu ni kujenga tabia. Akiba haijengwi na fedha nyingi, hujengwa na maamuzi yanayorudiwa kwa uaminifu. Leo tumegundua kuwa akiba si jambo la kiasi cha fedha pekee, ni jambo la utaratibu. Lakini bado kuna swali moja kubwa. Je, tajiri ni yule mwenye fedha nyingi au ni yule anayefanya maamuzi bora? Hilo ndilo tutakalolifunua katika episodi ya 4. Kumbuka, kila uamuzi unaumba kesho yako. Usikose kila Jumanne kufuatilia ukweli uliojificha kuhusu fedha. Kutoka Hidden Gold Insights, mimi ni Ada Eligo.